Rebeka, leo ni siku gani? Leo ni siku kubwa sana kwetu, na ndio maana niko hapa. Na nimeamua nije nikupe shukrani mpenzi wangu kwa kile ulichokifanya kule msituni. Naamini fulani ilionayo leo isingetimia kama wewe usingenisaidia kule msituni. Rebeka, hiyo shukrani yako ingependeza zaidi kama ungempelekea Mungu wako. Sijui umenielewa vizuri, lakini usinifanyie hivyo bwana. Nimekuja na furaha hapa, nataka tufurahi yote na nimekuja na kidogo ambacho nimekuja nacho, japo ni kidogo, lakini naomba tu kipokee. Najua ni kidogo sana kwa kile ulichonitendea, na ndicho nimebarikiwa kukuletea. Rebeka, nataka nikwambie kitu. Nataka ujue ni jinsi gani ambavyo ninakuchukia. Na hii zawadi yako hii, siwezi kuchukua. Katema, naelewa unapitia nini wakati huu. Jua nimekukosea, na kile kitendo cha kule polini nilikuumiza mpenzi wangu, lakini wewe sikiliza Katema, usichokijua sasa na usikuagiza. Ukujua nilikuwa napitia nini wakati ule. Hauwezi kunihukumu haraka hivyo. Kumbuka wewe nimekuzoea. Wewe ni kila kitu kwangu. Hata hii furaha ambayo nimeipata leo, nimekuja kushana wewe mpenzi wangu. Unavyonifanyia hivi? Nani mwingine nani ambaye atanipenda kama unavyonipenda? Nakuuliza Katema, ni nani anajua furaha yangu? Ni nani anajua umuhimu wangu? Sasa leo nataka nikuonyeshe nguvu ya mapenzi. Umesikia maumivu wakati nimekukata? Ndivyo mwili wangu unavyoumia kukupoteza. Unaona hii damu nimeunganisha, lakini pia mimi Rebeka na wewe hakuna siku utakuja kuachana. Yaani mimi nitakufuata unakoenda. Katema, nini kinachoendelea hapa?
hata sielewi. Sielewi mwenyewe. Sielewi dada. Uelewi? Unajua unanichanganya mimi dada yako. Na hii damu. Na huyu ni nani? Huyu binti ni nani? Dada, hata sielewi. Yaani sielewi. Nimekuuliza mara ya mwisho. Huyu binti ni nani? Juzi nilikukuta ukaniambia kuna mtu anataka kujinyonga. Leo tena nakuta damu hapa zimetapakaa na huku mkiwa mmeshikana mikono. Nini kinachoendelea? Dada, ni bahati mbaya. Nilikuwa nakata nyanya. Ndio nikaa nimejitaka dada. Unajua sikuelewi kabisa mimi Katema. Yaani kila siku umekuwa mtu. Yaani hata sielewi. Kila siku unakuta jambo jingine jipya, leo tena jipya, nakuta tena damu. Nini? Dada, huyo binti uliyemuona ametoka hapa ndio mpenzi wangu, ambaye nategemea aje kuwa mke wangu. Dada, unasemaje wewe? Ina maana huyu binti ndo anakufanya kukuchanganya kiasi hiki? Kila siku umekuwa mtu mimi nashindwa hata nieleweje. Nashindwa nikusaidieje mimi dada yako. Nikikukuta kila siku na matimbuli mengine. Juzi tu nimekuta hapa unalia, dada sijui nani anataka kujinyonga, mara Pauline unakimbia ovyo. Mimi sielewi. Unajua sielewi. Katema, nataka nikwambie kitu kimoja. Kama utaendelea na vituko vyako hivi vya kila siku, mimi itakuwa mwanzo na mwisho kuniona hapa. Kwanza umeshaniuzi tayari. Dada! 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 Bwana Kigore, Mr. Oran, kwanza nianze na shukrani. Umefika kwenye muda sahihi kabisa. Nadhani umepokea ujumbe wa kwamba nakuhitaji hapa ufike mara moja. Basi naomba nisisi kwa makini. Nataka nikupe bahasha ambayo imeambatana na barua ya posa. Uifikishe kwa mzee Johnson. Sawa? Ndio Mr. Ron. Nina imani utafikisha ikiwa salama salimini. Tena kwa makini zaidi. Yasije kajirudia kama kipindi kile. Nilikupa pesa ufikishe, lakini mwisho wa siku ukaniletea mambo ya ugoro kabisa. Sawa? Shakuelewa Mr. Ron. Barua hiyo naifikisha kwa mzee Johnson pale. Ndio. Okay. Tusipoteze muda mwingi sana. Barua yenyewe ndio hii hapa. Sawa bwana. Sawa. Shakuelewa. Zingatia nilichokuelekeza. Usikilize ukaniletea habari za kipindi kile. Hatutaelewana kwa safari kama hii. Naomba afikisha kabisa kwa makini. Sawa? Ondoa wasiwasi bosi wangu. Ile ni familia ya mtu. Onyesha nidhamu, heshima, ndio kila kitu. Tunaelewana? Shakusoma. Basi okay, unaweza kwenda. Asante bana. Maisha walotangulia wameshafika, walotangulia
Yule aka kalijo cheki. Cheki usula hiyo. Alafu hapo tuko kwenye lili mti chuo, kwa nyuma yake visoka kuna dinani hivi. Ila nimepromise chuo. Basi sawa, kanilete basi maji ya kunywa. Maana sikavi na kiu. Wewe tena. Haya. Udogo. Mwenzangu hapa. Karibu. Ndio umekuja hivyo. Sikuwa hata na kiu sana, ni vile tu. Nilikuwa nataka kutuliza kosa, unajua jua kali sasa hivi. Ujiacheke tu mambo yako ya chuo. Yaani hata kama ukinunua ice cream na ilamba kidogo na iache. Naachaje sasa? Haya, mimi sina mambo mengi, bye. Unaondoka na kuondoka? Dharura. Si unajua tena nyumbani nahitajika, bye. Siku nyingine. Yaani une habadilikaje Mungu wangu? Jua hilo kila siku. Haya bana. Mzee, shikamoo mzee. Jambo. Kwema bwana. Kwema mzee. Mzee wangu mimi nimekuja kama tulivyoniahidi siku yenyewe kunipatia kazi. Ndio nimekuja leo. Nilipata dharura kidogo, nikashindwa kuja kwa wakati mzee wangu. Kazi hiyo niliaji mtu mwingine. Kwa sababu wewe siku ile nikuita ukachelewa, na mimi kazi hii nataka ifanywe mapema kwa sababu na mimi ninazo kazi hayo mawe. Sasa wewe unachelewa. Mimi nilikuita kwa moyo kwa sababu mawe haya afike mapema. Sasa wewe ulienda wapi? Samahani mzee wangu. Wajua kwenye maisha kuna changamoto nyingi sana mzee wangu. Lakini kwa kuwa tayari kazi ulishampa mtu mwingine, sawa, ni riziki kwa ambaye alipangwa na Mwenyezi Mungu. Samahani sana kwa kuchelewa. Basi nikipata kazi nyingine labda nitakuita tena. Nashukuru sana mzee wangu. Ilivyo bwana, nyie vijana ukiitwa mapema na wewe wahi. Wewe mrembo bwana. Ilivyo bwana. Sijui ana shida gani wewe mrembo. Rebeka. Simu na watu ndio mnafanya uzembe. Rebeka ataniua huyo. Ngoja nini. Mzee wangu. Asante sana mzee wangu. Asante. Haya bwana. Siku nyingine mzee wangu. Haya. Maisha walotangulia wameshafika, walotangulia wameshafika, walotangulia wameshapita.